dialysis. Ni mwaka sasa umepita tangu tumeanzisha huduma hii katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Manyara. Huduma ya usafishaji wa figo hii kweli tulikuwa tunatoa rufaa nyingi zinaenda Benjamin Mkapa na baadhi ya hospitali za jirani kama hizo KCMC, na wale waliopata hizo changamoto, wale wenzetu walio na hizo shida wataanza kupata huduma katika mkoa wao. Na aliletwa katika hali mbaya sana ambayo tulimhudumia kwa upendo. Hali yangu ni nzuri. Lishe bora ndio lishe ambayo inatakiwa kuimarisha ama kulinda afya ya figo zetu. Habari, naitwa Dr. Kafubi Julius Paul, ni daktari kutoka idara ya magonjwa ya ndani, kitengo cha uchujaji damu ama kwa kitaalamu kinajulikana kwa jina la dialysis. Ni mwaka sasa umepita tangu tumeanzisha huduma hii katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Manyara, na leo ningependa kuzungumzia vitu vichache kuhusiana na huduma hii. Kilichosababisha huduma hii kuanzishwa katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Manyara ni ongezeko la idadi ya wagonjwa ambao wamekuwa wakihitaji huduma hii na ongezeko pia la rufaa kutoka mkoani kwetu, na maanisha hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Manyara kwenda hospitali za nje ya mkoa, ikiwemo hospitali za kanda kwa ajili ya kufuata huduma hii. Kwa mwaka sasa tangu tumeanza kutoa huduma hii tumefanikiwa kuwahudumia wagonjwa takribani 62. Wagonjwa wengi ambao tumewaanzishia huduma hii wameweza kuendelea vizuri. Wapo ambao wameweza kurejea katika shughuli zao za kawaida, waliorejea makazini, mashuleni, lakini pia kuna baadhi ya wagonjwa ambao walipata hitilafu ya muda mfupi ya figo wameweza kupona, na kwa wagonjwa ambao wanaendelea na huduma hii pia hata tukiwafanyia vipimo vya maabara vinaonyesha maendeleo yao ni mazuri. Kwa majina naitwa Jamila Munyingua, ni muuguzi bingwa magonjwa ya figo kutoka hospitali ya rufaa mkoa wa Manyara. Nipo hapa kwenye kitengo cha usafishaji damu au kwa Kiingereza ni dialysis. Cha kwanza katika kutimiza mwaka mmoja wa huduma hizi za dialysis hapa kwetu, tunahudumia vizuri kwa upendo wagonjwa wetu wote ambao wanakuja kwenye hichi kitengo chetu. Tukio la kipekee ambalo linigusa kipindi cha hii huduma yangu ya dialysis ni pale nilipompata mgonjwa ambaye alikuwa yuko serious sana kutoka ICU, na aliletwa katika hali mbaya sana ambayo tulimhudumia kwa upendo na hali ya juu. Baada ya muda akaja kurecover na kuendelea na hali yake vizuri, na pia alikuwa hawezi hata kuongea, lakini baada ya muda, baada ya kufanywa session ya kwanza na ya pili, akaanza kurudia hali yake ya kawaida, akaanza kuongea na baadaye akainuka na kuanza kutembea kama kawaida. Mimi kwa jina naitwa Musa Biai Awe, natokea Gidas. Kabla ya huduma hii ambayo inapatikana Manyara hapa, nilikuwa napatia Arusha. Changamoto ambazo imenisaidia kuwa hapa ilikuwa ni gharama ya usafiri kutoka hapa Manyara mpaka Arusha. Kwa hiyo imesaidia kwa kiwango kikubwa sana. Hali yangu inaendelea vizuri, naendelea kuzingatia ushauri ninayopewa na wataalamu wa afya na ili afya yangu endelee kuboreka. Mimi kwa binafsi naishukuru serikali, yaani kuona hicho kwamba hii huduma hii hapa karibu kwetu sisi wagonjwa, na tunamshukuru na tunaendelea vizuri. Kwa jina naitwa John Chuchu Mkosi, mkazi wa Himiti. Nilikuwa nimekuja hapa hospitali ikajulikana na hilo tatizo, nikaitwa na huyu daktari, nikaletwa kwa huyu daktari, akanieleza habari ya matumizi ya hii kitu. Alivyonieleza mimi nikaogopa, wanasema hii damu yangu ya kizee ikianza kuhamishwa kwenye mashine, kaogopa. Nilivyoogopa nikaenda Singida. Baada ya matibabu kanaambia na hilo tatizo natakiwa hiyo nifanyiwe hiyo huduma. Sasa nikasema kama hii huduma Babati ipo huku Singida, mimi nitakuwa wapi? Nipo nikarudi. Nilivyorudi
nikaja hapa, ndipo nikaendelea na hii huduma. Hali yangu ni nzuri, kuna mabadiliko. Kwa majina anaitwa Abdallah Msangi, ni mtaalamu wa lishe kutoka hospitali ya rufaa mkoa wa Manyara. Nipo mbele yenu hapa, nataka nizungumzie kidogo kulingana na lishe ambayo itasaidia kuimarisha afya ya figo, lakini pia lishe kwa mgonjwa ambaye tayari amepata changamoto ya figo. Kikawaida lishe bora ndio lishe ambayo inatakiwa kuimarisha ama kulinda afya ya figo zetu. Lishe bora ni aina ya lishe ambayo inakuwa na virutubishi vyote muhimu. Kwa hiyo tunasisitizwa kula mlo kamili ambao unakuwa na makundi yote muhimu ya vyakula. Cha msingi ni kuepuka matumizi ya chumvi mbichi ama chumvi ambayo inaongezewa kwenye chakula. Chumvi hii inaweza ikasababisha changamoto ya presha, hivyo kupelekea changamoto ya figo. Lakini pia kupunguza matumizi ya sukari na vyakula vyenye kiwango kikubwa cha sukari. Tunashauriwa kutumia sukari kwa kiwango kidogo ambacho kinajitosheleza. Pia kupunguza matumizi ya nyama na vyakula vyenye kiwango kikubwa cha mafuta ambayo tunasema ni mafuta yenye kuganda kwenye joto la kawaida. Matumizi ya aina hii ya vyakula inaweza kupelekea changamoto ya mishipa ya damu na maradhi ya moyo, hivyo pia kupelekea changamoto ya figo. Kingine, tunasisitizwa kutumia maji safi na salama. Mtu mzima anatakiwa kunywa maji kuanzia glasi 8, wastani wa lita 1.5 mpaka lita 3 kwa siku. Kwa hiyo tunashauriwa kunywa maji kidogo kidogo ili kuimarisha afya ya figo zetu. Sasa kwa mtu ambaye tayari ameshapata changamoto ya figo na anafanya dialysis, lishe yake kidogo inakuwa tofauti. Kwa mtu mwenye kufanya dialysis, lishe yake huwa tuna baadhi ya virutubishi tunatakiwa tuvicontrol vio kwa kiasi kidogo ili kuimarisha ubora wa maisha. Kwanza ni kiwango cha protini. Protini inapatikana katika makundi mawili: kundi la wanyama, vyakula vyote vya wanyama na bidhaa zake, lakini pia vyakula jamii ya mikunde vina kiwango cha protini. Sasa katika watu wanaofanya dialysis wanashauriwa kutumia protini kwa kiasi kidogo, kwa sababu kiwango kikubwa cha protini kinatengeneza aina ya sumu urea ambayo pia inatakiwa itolewe kwa njia ya figo. Hivyo ku maintain kiwango cha protini ni kitu cha msingi. Kingine ni madini kama potassium, phosphorus, sodium. Madini haya yanapatikana kwenye vyakula ambavyo vinapatikana kwenye maeneo yetu, hususan mboga za majani zenye rangi ya kijani. Mboga kama spinach ni mboga ambayo ina kiwango kikubwa sana cha madini. Hivyo kwa mara nyingi huwa tushauri wagonjwa hawa watumie aina hii ya mboga. Lakini mboga nyingine kuna namna bora ya kuandaa ili kupunguza kiwango cha madini na kuboresha ubora wa chakula. Mara nyingi huwa tunashauri mboga ilowekwe ichemshwe walau mara 2 ili kupunguza madini kwa wastani wa 50% mpaka 75%. Kwenye madini pia kuna madini ya phosphorus ambayo yanapatikana mara nyingi kwenye vyakula vyenye madini ya protini. Hivyo kiwango kidogo cha vyakula hivi kinasaidia pia ku maintain kiwango cha madini ya phosphorus. Kuna vyakula kama karanga vina kiwango kubwa sana cha madini, korosho, mbegu za maboga. Vyakula hivi pia sio salama kwa mtu anayefanya dialysis. Baadhi ya matunda yana kiwango kikubwa pia cha madini, mfano ndizi na kiwango kikubwa cha madini ya potassium, parachichi. Hivyo matumizi yake yanatakiwa yaendane na ushauri kutoka kwa mtaalamu wa lishe na daktari pia. Kitu kingine ni matumizi ya maji. Kwa watu ambao tayari wanafanya dialysis, kiwango cha maji ni kitu kingine cha kuzingatia. Mahitaji yanatofautiana. Kuna wengine wanatumia kiasi kulingana na kiwango cha mkojo kinachopatikana. Mara nyingi kama mgonjwa anapata kuanzia lita 1 ya mkojo kwa masaa 24, kunakuwa hakuna kizuizi cha maji, lakini asilimia kubwa wanapata chini ya kiwango hicho. Pia tunatakiwa tuangalie kiwango cha maji ambacho wanatakiwa kipate kwa siku kutoka kwenye vyakula, lakini pia maji kama kimiminika chenyewe. Kimsingi figo ni kiungo muhimu sana mwilini, na endapo kitapata changamoto kinaweza kikasababisha madhara makubwa sana. Kwa ambao hawajapata changamoto ya figo, ni rai yangu kwamba wajaribu kufanya au kuwa na mwenendo mzuri wa maisha, kupunguza matumizi ya vitu visivyofaa, ikiwemo pombe, ikiwemo sigara, lakini pia kuwa na mtindo wa maisha wa kupima au kufanya check up ya afya zao mara kwa mara, ili kuweza kubaini viashiria mapema kabla ya tatizo kuwa kubwa. Lakini kwa wagonjwa ambao tayari wana changamoto za sukari pamoja na pressure,
wanaweza sasa wakazingatia yale maelekezo ambayo madaktari wao wanawashauri wakija kliniki, kutumia dawa, lakini pia na kuhudhuria katika kliniki zao kwa muda husika.